4 mfululizo baada ya kufungwa katika fainali na watani zao jadi kwenye uwanja wa Tanganyika kama unakumbuka vizuri. Baada hapo Yanga kwenye michuano hiyo mechi 24 wameshinda zote. Lakini kati yake kuna mechi 3 alishinda kwa mikojo penalty kwa sababu ya kanuni. Kwa mfano kuna mechi ya robo finali dhidi ya Geita Gold ilikuwa ni sare wakashinda kwa penalty. Kuna mechi na Azam finali walishinda kwa penalty 7-6 kama unakumbuka vizuri. Kuna mechi nyingine pia ilikuwa ni Azam Geita. Kuna mechi 3 za penalty. Nyingine zote wameshinda. Alafu mabao 72 wameruhusu mabao 9. Sasa anayejua namba unaweza ukaona hapa ni ukubwa kiasi gani. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara Yanga wameset standard kwa hii misimu minne kuanzia 2021-22. Standard ambayo unaiona ngumu mno, sio tu kwa timu nyingine, Yanga yenyewe pia, ambayo inaweza ikawa mtihani kwa sababu mashabiki kila mara wanafanya reference, wanafanya rejea kwa kilichofanyika. Hiki kinacho wanapaswa kujiadhari kwa sababu katika misimu minne imeshinda mataji yote. Lakini sio tu inashinda, ukiondoa mechi za msimu huu inafunga mabao mengi. Ishafunga mabao 254. Mechi 120 Yanga imeshinda mechi 100. Ina maana winning percentages ni 83%. Wakati wao wakitoa utawala kwenye ligi kuu back to back mara 4 mfululizo. Watani zao jadi Simba kuanzia 2017-18 mpaka 2021. So walichukua mara 4 mfululizo. Pale kulikuwa na mabadiliko. Kulikuwa na msimu mechi 30, kulikuwa na msimu mechi 38, kwa maana kwamba kutoka timu zilikuwa 16 kama sasa, alafu zikawa timu 20 mechi 38, alafu kukawa na mechi 38, alafu kukawa na timu 18 2021 ambapo tunazungumzia mechi 34. Kwa mechi 140. Simba wakati inafanya vizuri sana pale. Winning ratio ilikuwa ni 73% kwa sababu ilishinda mechi 102 katika mechi 140. Yaani ukijumlisha vizuri hapa 30 38 utapata hicho ninachokielezea. Alafu kushinda 102 ukikokotoa ndio unapata hizo 73%. Kwa hiyo Yanga ilivyochukua huo utawala back to back mara 4 yenyewe ni 83%. Maana ime raise bar. Lakini sio hilo tu. Katika ligi kuu Tanzania bara toka ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza mwaka 1996-97. Timu ambayo iliwahi kufanya vizuri sana in terms of percentages ni Simba 2009. Mechi zilikuwa 22, ilipata pointi 62 katika 66. Kwa hiyo performance ilikuwa 94. Lakini kuanzia 2010 kwenda juu huko timu ili ushinde wakati mwingine Yanga ishaye kuchukua ubingwa performance ya 70.5 kwa sababu ilipata pointi 55 kati ya 78 mechi 26. Lakini leo hii mtihani uliowekwa pale na Yanga wenyewe, nasisitiza huu ni mtihani kwa Yanga wenyewe pia, yani mbali na timu nyingine, kwanza ni kwamba 2021-22 Yanga unbeaten mechi 30, ilishinda mechi 22, sare 8, mabao 49, ikaruhusu mabao 8. Pointi 74 unazungumzia performance ya 82.22 to infinity, around ya 82. Kwa hiyo kwenye kuanzia 2010 hiyo ndio best performance, lakini ukichukua na mpaka tangu ianzishwe na maana inakuwa ya pili, sio? Lakini msimu unaofuatia kutoka pointi 74 kwa kujua kwamba washindani wao unazungumzia Simba, Azam na wengineo watakuwa wanafuata hiyo ba, Yanga wakaongeza tena point wakafika 78. Ni katika msimu ambao Simba kweli walikuja wakapata point 73. Manake matokeo ya mechi zao mbili katika msimu yali separate, yali tofautisha nani alibingwa. Yanga kana point 78. Ni performance ya 87 around, sababu 86 plus 86.66. Engineer anajua kizi round inakuwa 87. Kwa hiyo wamepanda kisha tena. Haitoshi, the following season baada ya hilo 2023-24 Yanga waka raise tena ba pointi 80 katika 90. Hapo nazungumzia performance ya 89, alafu mabao wakafunga 61. Lakini haitoshi, msimu uliopita wakaleta balaa zaidi kwa sababu wakapata pointi 82 katika 90. Ni performance ya 91. Alafu wakaleta mpya ambayo katika ligi bora 27 barani Afrika. Kwa mujibu wa CAF, ligi bora namba 1 ni Misri, ligi namba 27 kwa sababu 25 ni Eswatini, unakuta Niger, kuna Burkina Faso. Ligi zote hizi hakuna bingwa huwa anafunga mabao mengi kuliko points. Lakini katika mashirikisho 54, ni sababu gani? Ni hesabu rahisi tu. Ukishinda pointi 3, lakini unaweza ukashinda moja bila mechi 10 ukapata mabao 10 akiwa na pointi 30. Kwa hiyo ni nadra sana kuwa na mabao mengi kuliko points. Yanga wamaliza na pointi 82, performance ya 91, lakini mabao 83 katika mechi 30. Maana yake kwa wastani kila mechi, kila dakika 32 na sekunde 32 inafunga bao moja.
ambayo haishindi tu Afrika nzima. Sasa hapa sio udamisi, sio mughalabu tunasema, sio exaggeration of facts. Ni dunia nzima katika ligi bora 5 duniani. Alafu Afrika chukua ligi zote bila kujali ligi 5. Yanga ndo the best kwenye ligi yake. Hapa msisitizo, asitokee mtu akasema Yanga ni bora kuliko Man City au Barcelona. Simaanishi hivyo. Na maanisha kwenye ligi yako una perform vipi. Yanga kufunga mabao 83 katika mechi 30 ni dakika 2700. Baki kila baada ya dakika 32 na sekunde 32 kamba zinacheza za mpinzani. Alafu wameruhusu mabao 10. Sasa wastani huu ukilinganisha katika ligi bora duniani, mwingine atashtuka, duniani kwa mpira wa miguu chini ya mwavuli wa FIFA tunazungumzia CAF ambayo Yanga ndio the best. Tunazungumzia AFC ligi za ubora 5, unazungumzia Saudi Arabia, unazungumzia ligi ya South Korea. Ligi bora 5 ni Brazil, Argentina, Colombia, kuna Paraguay. Hakuna ili perform kama Yanga kwenye ligi yake. Hapa msisitizo kwa sababu ndugu zangu najua hawakawi kusema Yanga bora kuliko nazungumzia performance kwenye ligi yako. Lakini unazungumzia UEFA ligi 5 bora, unazungumzia Italy, unazungumzia England, unazungumzia Spain, unazungumzia Germany, unazungumzia Faransa. Huku sasa ndo walau kidogo kuna ambaye anataka kuichallenge Yanga lakini hajaweza kwa ya kwanza, ambaye inaitwa PSG kwenye ligi yake La Liga. Liga 1, ligi kuu ya Faransa. PSG msimu uliomalizika kule mechi 34 walifunga goli 92. Kwa sababu mechi 34 unazungumzia dakika 3060. Ukigawanya ndio hiki ninachozungumzia tunasema MPG, minutes per goals. Walikuwa wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 16. Kwa hiyo wanakuwa nyuma Yanga PSG. Alafu kuna Barcelona. Hii sasa tunazungumzia La Liga. Barcelona mechi 38 wanazungumzia dakika 3420. Wao katika mechi 38 walifunga mabao 102. Ambao ukichukua dakika 3420 gawanya kwa 102, ukikompute vizuri utapata wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 31. Hizi ndo best 3 teams duniani kwenye ligi zao performance. Umeshaelewa vizuri? Lakini ukienda kwenye michuano ya CAF, Yanga 2021-22 baada ya kuangukia kwenye CAF, kama unakumbuka vizuri, Confederations Cup, manake kwanza 2021 walitoa na Rivers United mapema tu 1-1 imeisha. Lakini huo msimu unaofuatia walienda kucheza dhidi ya Zalan kama sikosei, kashinda bao 9 aggregate. Halafu wakaenda kucheza na Al Hilal Omdurman. Sio? Wakatolewa. Ina maana unaangukia kwenye playoff kwa kanuni zilizopita, sasa hivi hazipo hizo. Walipoenda kwenye playoff wakacheza na Club Africain bila kwa Mkapa, Yanga ikimiliki mpira 69%, lakini mwisho wa siku mashuti 5 on target, wale 3 on target bila. Walipoenda Tunisia Rades, Yanga walishinda 1-0. Matokeo yake akaingia kwenye group stages. Wakaenda mpaka finali inayosemwaje, unazungumzia mechi sasa 14 ukiongeza na playoffs zile mechi 2 dhidi ya Club Africain. Kwenye mechi 14 Yanga imeshinda 9. Umeshaelewa? Mechi 9 kati ya 14 ambazo ukifuatilia vizuri katika msimu ule katika michuano ya CAF Kazidatawa, Yanga chukua ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Timu best kwa performance ni Yanga. Sizungumzii bingwa. Yanga walika finali. Nazungumzia performance max kwenye match by match basis. Away Yanga ilikuwa namba 1, afu ya pili Mamelodi. Kwa sababu Mamelodi away yenyewe ilishinda finali ligi ya mabingwa. Away ni mechi 5, ilishinda 3, alafu ikatoa na sare. Lakini ilishinda 2 sare 3, kapata point 9 za away kwa sababu mechi 5. Yanga away ilienda ilifunga Club Africain away. Kwenye makundi ilitoa sare na Real Bamako kama unakumbuka vizuri. Ilienda ilifunga TP Mazembe, ilifungwa na US Monastir. Kwa ufupi ukichanganya katika mechi za away 7, Yanga ilishinda 5, sare 1, ilifungwa 1 na US Monastir 2-0. Sasa Mbwaduke, kazini leo kwa waandishi kuna kazi ndugu yangu. Inahitaji utashi wa hesabati. Tusaidie kwa maneno machache angalau ya chini ya dakika 1. Thamani ya Young Africans imepanda kiasi gani ndani ya uwanja? Imepanda sasa mimi kwa asilimia. Ukisema tu rate katika hizo 100%. Nikichukua kwenye ligi kuu Tanzania bara imepanda kwa imefika 87%. Afrika sasa kwa sababu imecheza mechi 44 mchanganyiko, yani ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, alafu imeshinda 25, sare 10, alafu imefungwa mechi 9.
Sasa hapo wenzangu watanisaidia hesabu twende kwenye kukokotoa. Unaweka tu, ni rahisi hata kwenye simu yako. 25 out of 44 ni winning, afu sare mechi 10 kati ya 44, amini zile 25 kati ya 44, 10 kati ya 44, 9 za kufunga kati ya 44. Ukiziweka vizuri tujibu kwa namba sio kwa hisia. Lakini ilichokifanya imefanya hapa tunazungumza hapa, yupo katibu mkuu Msigwa. Kwa sekunde chache, katibu mkuu Msigwa na Watanzania kwa ujumla tunapaswa kujivunia kupitia Yanga wakishirikiana na watani zao wa jadi. Sasa hapa tunapozungumza Afrika nzima, ligi ambayo kwenye top 10 clubs ina walau timu zaidi ya moja ni nchi mbili tu. Misri wana timu 3 ambao ni Al Ahly, wana Zamalek, wana Pyramids. Tanzania kuna Simba na Yanga. Hapa tunapozungumza Yanga ya 9 kwa ubora, viwango vipi? Watu wengi wanaangalia viwango ambavyo vimeshakespa, wanaangalia Yanga ya 12. No, Yanga ya 9 sasa hivi. Ikitokea imeshinda tu dhidi ya Silver Strikers bila kujali matokeo wengine, Yanga itakuwa imepanda nafasi ya 8. Asante Mbwaduke. Jamani, tumpigeni makofi.